Watu 7 wamefariki dunia na wengine wasiopungua 69 wamejeruhiwa baada ya daraja la magari kuporomoka moja kwa moja mbele ya treni ya abiria iliyokuwa ikisafiri katika eneo la Bryansk karibu na mpaka wa Ukraine siku ya tarehe 31 Mei. Kwa mujibu wa gavana wa Bryansk, Alexander Bogomaz, uchunguzi wa awali umebaini kuwa nguzo ya daraja hilo ilianguka kutokana na kile kinachoitwa uingiliaji haramu katika shughuli za usafiri kama ilivyoelezwa na shirika la reli la Urusi, yani Russian Railways. Hata hivyo, gazeti la Izvestia limenukuu chanzo cha habari kilichodai kuwa mlipuko huenda ndio ulisababisha kuporomoka kwa daraja hilo, ingawa mamlaka za dharura na ofisi ya mwendesha mashtaka bado haijathibitisha kuwepo kwa milipuko yoyote. Mitandao mbalimbali kama Telegram imekuwa ikisambaza taarifa zinazodai kuwa tukio hilo ni la hujuma ya kimakusudi kutoka Ukraine. Video zinazosambaa zinaonyesha mabehewa ya treni yakiwa yamesagika vibaya, huku abiria wakiondolewa kupitia madirisha yaliyovunjika, wakati vikosi vya uokoaji vikiendelea na juhudi zao katika eneo la tukio. Daraja hilo, mbali na kuathiri treni, pia lilikuwa na magari yaliyokuwa yakipita juu yake wakati lilipoanguka, na hivyo kuathiri pia upande wa barabara za watembea kwa miguu pamoja na magari ya umma. Wizara ya hali ya dharura ya Urusi imetoa taarifa ikieleza kuwa vikosi vya zimamoto na uokoaji vinaendelea na operesheni za usaidizi. Msaada wote muhimu unapatikana kwa waathirika. Vikosi vya ziada vya MCHS, vifaa vya uokoaji na minara ya mwanga kwa ajili ya kazi za usiku vimepelekwa eneo hilo, ilisema wizara hiyo. Tukio hili linajiri siku chache baada ya treni ya mizigo katika eneo la Belgorod kukanyaga kifaa cha mlipuko kilichopandikizwa chini ya reli, hali iliyosababisha mlipuko mkubwa uliosababisha uharibifu wa mtandao wa mawasiliano ya reli, lakini bila majeruhi wala vifo vyovyote. Maeneo ya Bryansk na Belgorod, yote yanayopatikana katika mpaka wa Urusi na Ukraine, yamekuwa yakishuhudia matukio ya mara kwa mara ya mashambulizi ya visa vya hujuma tangu kuanza kwa vita vya Urusi na Ukraine, katika kile kinachoonekana kama mfululizo wa mashambulizi yaliyopangwa kwa ustadi dhidi ya miundombinu na usafiri nchini Urusi. Kamati za upelelezi za Urusi, yani the Investigative Committee, imethibitisha kwamba matukio yote mawili, kuvunjika madaraja na reli, yalisababishwa na milipuko, ikithibitishwa dhana ya hujuma. Katika taarifa iliyotolewa siku ya tarehe 1 Juni, kamati hiyo ilisema kwamba visa hivyo vinahusishwa na uhalifu wa hujuma na uchunguzi rasmi umeanzishwa chini ya uangalizi wa kurugenzi kuu ya upelelezi ya shirika hilo. Maafisa wake wamepelekwa katika maeneo ya ajali, yani Bryansk na Kursk, ili kukusanya ushahidi na kubaini mazingira kamili ya matukio hayo. Katika tukio la kwanza, daraja la barabara lilianguka mbele ya treni ya abiria katika mkoa wa Bryansk karibu na mpaka wa Ukraine. Watu 7 walipoteza maisha na zaidi ya watu 69 walijeruhiwa baada ya uchunguzi wa awali. Taarifa za mitandao ya kijamii na vyanzo vya ndani vimeeleza uwezekano wa mlipuko, jambo ambalo sasa limethibitishwa na kamati ya upelelezi na kuwa ni kazi ya wahujumu kutoka Ukraine. Seneta wa Urusi Andrei Krishaz alizungumza baada ya tukio hilo. Alishutumu serikali ya Kiev akiitaja Ukraine kuwa eneo la kigaidi lisilo na mipaka, mamlaka halali wala sheria. Kauli hiyo inaonyesha msimamo mkali wa Kremlin kwamba Ukraine inahusika moja kwa moja na mashambulizi haya, wakitumia njia zisizo za kijeshi na za moja kwa moja lakini zenye athari kubwa kwa raia na miundombinu ya Urusi. Katika tukio lingine lililotokea mapema siku hiyo hiyo, gavana wa muda wa mkoa wa Kursk Alexander Kishstein alithibitisha kuwa daraja lingine liliharibiwa wakati treni ya mizigo ilikuwa ikipita. Baadhi ya mabehewa yaliyoanguka kwenye barabara ya magari iliyokuwa chini ya daraja, ingawa sehemu kubwa ya treni ilibaki kwenye reli. Gari la injini, yani locomotive train, ilikuwa moto, lakini juhudi za kuzima moto zilifanikiwa haraka. Kishstein alieleza kuwa mmoja wa madereva wa treni alipata majeraha kwenye mguu, alikimbizwa hospitalini pamoja na wafanyakazi wengine wa treni hiyo. Mikoa ya Bryansk, Kursk na Belgorod yote ipo karibu na mpaka wa Ukraine na imekuwa mstari wa mbele wa mashambulizi ya kuvizia, hujuma na mashambulizi ya anga tangu Urusi ilipoanzisha operesheni maalum ya kijeshi dhidi ya Ukraine mnamo mwaka 2022. Visa vya milipuko kwenye reli, barabara na vituo vya nishati vimeongezeka kwa miezi ya hivi karibuni, hali inayofanikishwa na wapelelezi na washirika wa Ukraine wanaofanya kazi ndani ya Urusi au karibu na maeneo ya mpaka. Tukio hili linazidi kuibua maswali juu ya viwango vya usalama wa ndani ya Urusi na uwezo wa majeshi ya usalama kuzima vitendo vya kihujuma, hasa vinavyolenga miundombinu ya kiraia yenye umuhimu wa kimkakati nchini Urusi. Ndugu mtazamaji wa Citizen, katika kuhitimisha taarifa hii, matukio haya mawili ya kuvunjwa kwa madaraja ya reli si ajali za kawaida. Uthibitisho wa milipuko kutoka kamati za upelelezi unathibitisha kuwa Urusi inakumbwa na mashambulizi ya moja kwa moja dhidi ya miundombinu
miundombinu yake. Ikiwa ni mashambulizi haya yanafanywa na vikundi vinavyoungwa mkono na serikali ya Ukraine iliyoko jijini Kiev, basi yanaonyesha sura mpya ya vita isiyo ya moja kwa moja inayolenga kuathiri ustawi wa jamii na wa kiuchumi nchini Urusi kupitia hofu, vurugu zisizo za kawaida. Ndugu mtazamaji wa Citizen, tunaendelea kukukumbusha uendelee kufuatilia chaneli hii na kutoa maoni mbalimbali katika ukurasa wetu wa comment section.